Asante Mheshimiwa Gavana. Meisisi Yesu. Enda soba poki. Enda soba kwenya. Ama ni soba kwenya. Asante. Hamjambo. Mimi kwanza nishukuru viongozi wa makanisa wakiongozwa na Bishop na mhubiri wetu wa leo kwa neno nzuri walilotupa la kututia moyo na kutupea matumaini. Na Bishop, kama vile mlivyosema, sio kawaida makanisa kuungana, makanisa mengi mlivyoungana ili kufanikisha kazi ya Mwenyezi Mungu. Na tunashukuru, hata kumshukuru mwenzetu Governor Tunai na Governor Ntutu na rafiki yangu Faruk ambaye pia ni mzee wa kijiji hii, ambao waliungana na wakapanga hii hafla, na vile mmesema wakamuuliza rais na akaweza kumtuma naibu wa rais kumwakilisha leo. Na hii kazi tunafanya Mwenyezi Mungu, kama mlivyosema, ni kweli kupitia maombi ya kanisa na utumishi kwa kanisa ndio hata tuliweza kupata serikali ambayo tunaongozwa vizuri na Mheshimiwa Rais na naibu wetu wa rais. Na kwa hivyo tutaendelea kutumikia kanisa na kumtumikia Mungu kwa njia ya kumjengea mahala ambapo watu wanaweza kukusanyika, sababu Biblia inatuambia mahala popote wanapoungana waumini wawili kwenda watatu, Mwenyezi Mungu ako nasi hapo. Na najua hata hapa leo amekuwa nasi. Kwa hivyo sitaki niseme mengi, isipokuwa vile Biblia inatuambia tunapoungana Mungu ako nasi. Pia kama taifa tunapoungana Mungu pia huwa ako nasi. Na ndiyo tunaomba na kumshukuru Mungu sababu Mheshimiwa Rais na naibu wa rais wanatuongoza vizuri kuunganisha jamii zote za Kenya, ili pasiwe na jamii hata moja ambayo inajisikia imeachwa nje ya serikali ama imeachwa nje kwa mambo ya maendeleo ya nchi yetu. And Your Excellency, our Deputy President, tukushukuru and we commend you together with our President for leading from the front in uniting the people of Kenya na kutuunganisha sisi wote, ili wote tujisikie tukiwa Kenya tuko nyumbani na serikali ambayo mnaongoza ni serikali yetu sisi wote kama wa Kenya. Nataka nikuambie vile umeambiwa na ndugu yetu hapa. Usijali yale unaambiwa, watu wa magazeti waacha waandike yao. Nimesikia ati wanaangalia sura yako, wanasema leo hujacheka, sijui siku ingine umecheka sana. Wacha waandike. Kama ile waliandika kumhusu rais haikusimamisha mipango ya Mwenyezi Mungu mpaka mkafanikiwa wewe na rais sasa ndio viongozi wetu, usijali yale utaambiwa. Wacha watu waseme. Wacha waweke porojo ile yote wanataka kuweka. You focus on the job of uniting the people of Kenya and rolling out development across the country. Vile umesikia hata hapa Transmara watu wanaomba maendeleo na wanaomba kuwa na amani, vile Mheshimiwa Sunkuli amesema. Lakini nimesikia mtu anaambia Sunkuli ati jogoo itachinjwa. Sasa sijui ana shida ya jogoo iko wapi, lakini mimi najua Sunkuli hata kwake jogoo ilikuwa moja na aliikula Christmas iliyopita. Na sababu Sunkuli ni mtu wa ndume na mbuzi, mambo ya jogoo ataachana naye, tusonge pamoja kama Kenya moja. Si hata nyinyi watu wa Transmara mnaona mzee Sunkuli tusonge pamoja naye? Na ndume na ng'ombe na kondoo na mbuzi
mambo ya jogoo, unajua jamii ya Wamasai, mambo ya hii nyama nyeupe hawajui. Ni kama mimi najua nyama ni ile nyama aidha ya senge ama ya ng'ombe. Ukiniambia mambo ya samaki sijui. Hata ya jogoo tulichinja na sunkuli, na nilikula ya sunkuli, kwa hivyo najua hiyo jogoo imeisha hapa. But that is on a light note. Ndugu yangu sunkuli anajua mahali Kenya inaelekea, na anaelewa, na amekuwa kwa hii siasa kwa muda. Anajua hata hapa Transmara na Narok County, vile MCA wetu alituambia, next time sisi wote tutakuwa nyumba moja, na najua hiyo nyumba ni hii ya UDA, sababu nikiangalia naona yellow mingi hapa katikati. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, Deputy President wetu, kama rais alivyosema jana, najua mambo ya porojo ni mingi, na ndio ninakutia encouragement. Msijali mambo ya porojo. Na nilisikia jana Mheshimiwa Rais pia alisema, na najua wiki ijayo tukirudi bunge tutapokea yale mambo mlipitisha kwa cabinet, ikiwemo mambo ya kusaidia nchi ya Haiti na askari wetu. Na kwa bunge tutaweza kukagua yale nyinyi kwa executive mmepitisha. Tuhakikishe ya kuwa sheria inafuatwa, na pia yale maswali mengine ambayo Wakenya wako nayo yamejibiwa, ikiwemo tujue kama pesa za Wakenya zitatumika kwa wale askari. Sababu kwa maono yetu ni ya kuwa zile nchi zingine za Umoja wa Mataifa ambao hawachangii kwa njia ya kuleta askari, wachangie kwa njia ya kuleta pesa, sababu uchumi wetu kwa saa hii hauwezi kustahimili mambo kama hayo. Lakini askari wetu vijana ni wengi Kenya ambao wanatafuta kazi, na umesikia viongozi akiwemo mama county wakisema wakati tunawaajiri wanajeshi, askari wetu wa polisi, hata hapa Transmara vijana wapate nafasi. Na vijana watapata nafasi kama tutapata pia kama nchi nafasi za kuweza kupeleka askari wetu na wanajeshi wetu kwa kazi za Umoja wa Mataifa ambazo tunatarajia Umoja wa Mataifa utawalipa. Na najua ile mshahara wanalipwa na Umoja wa Mataifa, na chairman wetu wa security yako hapa Mheshimiwa Tongoyo, ni mshahara ambayo iko juu kiasi kuliko yenye wanapata hapa nchini. So Your Excellency, we want to encourage you and confirm to you, together with the President, that when we get the request for approval, as you approved in Cabinet this week, for approval and consent from the National Assembly and Parliament for deployment of our police officers to the country of Haiti, we shall consider all matters that shall come before Parliament and be able to take into account all the concerns that the people of Kenya have raised, because in Parliament we represent the people and we address their concerns. So I want to confirm to you and to the President and to the people of Kenya that we shall consider all the concerns that have been raised by the people of Kenya on matters touching on the deployment of our forces in Haiti, including the question of whether the government and the people of Kenya will deploy their own resources or the community of nations will cater for the expenditure that will come with the deployment of our forces in Haiti. And it is my considered view, Your Excellency, that considering the state of our economy today, since we are contributing forces, the community of nations in the United Nations ought and should contribute resources towards the expenditures that will be incurred by our forces and those from other countries. Therefore, Kenyans should not feel discouraged. We are not deploying forces as Kenya alone. We are doing that as part of the global community and the community of nations. And as the President confirmed yesterday, Your Excellency,
that many nations are joining Kenya in deploying their forces, so that together as a community of nations, we help to restore order in the country of Haiti. Because even when you get problems here, we look up to that community of nations to come to our help. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, sitaki niseme zaidi ya hayo, ila nilitaka nikuhakikishie ya kuwa yale mnafanya kwa serikali, sisi kwa bunge tuko tayari kuwasaidia kuhakikisha ya kuwa miswada yote ambayo mmeleta bunge tunasukuma ili wasaidie kutekeleza yale mambo yote tuliwaahidi wananchi wa hapa Transmara, Narok County na Kenya mzima. And we remain behind you, united as one team in Kenya Kwanza. Ignore the naysayers, let us focus on the work ya kufanyia watu wa Kenya kazi. Kwa hayo mengi na kwa heshima nimkaribisha